Rafiki yangu, umekaa muda wote unalia tu, unadondosha machozi. Najua maji yakimwagika hawezi kuzoleka tena, na ndio hivyo ishatokea. Inabidi ukubali kwanza tatizo, lakini ujipige kifua. Wewe sio kukaa chini unakaa unalia tu. Hivyo unategemea tukitoka hapa tukaenda nyumbani watu wakajua tatizo lililotokea? Utaweka wapi sura yako na sura ya mama yako? Pole shoga yangu, pole sana, ila dai nilikuambia niachie mimi kale katoto kutaka kunisikia, kwa sababu yule ni rafiki wa kijana wako. Ukunielewa? Umeona sasa kichokukuta jamani. Shoga yangu, sio muda wa kulaumiana sasa. Nimechanganyikiwa hapa nilipo, hata sijui nifanye nini. Sasa hivi kwa haraka haraka wewe umewazaje? Nilichokiamua mimi sasa ni bora niondoke niende mbali kabisa huko kusikokuwa na jina. Baadaye nitajua nini nifanye. Naomba ujikaze. Usikae chini kama kobe anatunga sheria. Si unanielewa? Naomba ujikaze. Umekaa unalia muda wote, hautaki hata kula. Hebu chukua kwanza kitambaa ujifute machozi. Hatuwezi tukaenda nyumbani hivi unalia. Naelewa? Nakuomba kaka, jifute machozi. Naenda kuchukulia chakula sasa hizi. Inabidi ule, alafu twende nyumbani. Umesikia? Hatuwezi tukaenda nyumbani ukawa unatembea unalia unatambaa. Kama hicho hakiwezekani. Narudi sasa hivi, lakini jitahidi. Naomba ujicontrol kaka. Umesikia? Jifute machozi. Au unataka na mimi nianze kulia? Sisi wote ni wanaume. Narudi kaka sasa hivi. Umesikia? Hapana. Hapana. Yaani sifikirii wewe ukaenda mbali, kwa sababu ukisema saizi uondoke uende mbali, watauana wale vijana. Watauana wale watoto kwa kweli. Usiondoke. Kwa hiyo unataka tufanyaje? Ninachokiwaza ni kwamba wewe utulie hapa. Alafu tumuite ajuae, baadaye tuongee naye. Kwa sasa haiwezekani. Yule mtoto bado ana hasira sana. Hawezi kusikiliza kwa chochote. Labda tusubirie kama wiki, labda baadaye, labda tutoke tuongee naye, na sio sasa. Sawa? Hamna shida. Utabaki hapa kwangu. Wala usihofu. Mimi nitakulinda. Wala usijali. Uwe na amani. Hapa kwako? Kama ndio hivyo inabidi basi ajuae, wala yoyote yule asijue kama mimi nipo hapa. Kuhusu hilo wala usijali. Uwe na amani. Wewe utabaki hapa na hatujua mtu yoyote. Sawa? Yaani hatujua mtu yoyote yule. Ila sasa fanya ukaoge rafiki yangu. Nenda ukaoge kipenzi. Maana na hii hali ulionayo, hapana. Kaoge shoga yangu. Sawa, ina shida. Nayo. Jirani kama jirani. Karibu Mwaya. Asante. Naona maandalizi ya mchana hayo. Unajua mchana huko. Karibu. Asante kwema, lakini
Haya Matu, karibu. Kwanza pole shoga yangu. Pole? Pole ya nini tena? Kwani hujui kinachoendelea? Kwani kinaendelea nini? Makubwa. Ajua haya. Kamfumania mama yake kwenye geto la Pati na Pati. Watu wakijilia vile vitu vyetu. We. Usiniambie. Ndio nakwambia hivi. Sasa yote 9-10. Huyo ajuae sasa ukimuona jicho limemtoka. Limeiva kama kavuta bangi vile. Aya sasa. Kazi ipo kwa Wilas. Muda wote kumbembeleza rafiki yake. Pole, pole. Wewe mwanaume jikaze. Hebu mambo unaangalizie mboga. Nakuja sasa hivi. Wewe tena wewe. Huyu naye. Ni tena kwenye kula. Mepesi. Kijana,
Naam, sasa hivi. Salama. Naitwa Afande Mshumbushi, natoka kituo cha Lisaboni. Nilikuwa namuulizia Ajuaye hapa. Nimemkuta? Ajuaye kiukweli hayupo hapa kwa sababu mwenyewe nimefika nimekuta mlango umefungwa. Kwa hiyo nadhani nitakuwa ametoka. Nipo nikimsubiri. Una uhakika na unachokisema? Unajaribu kudanganya jeshi la polisi? Mbona mlango uko wazi na unasema umefungwa? Samahani. Kwani kuna tatizo lolote? Unajaribu kumficha mtuhumiwa wewe. Naingia huko ndani. Kimenuka. Nini tena? Mbona hivyo? Yaani dai, uwezi amini, nimetoka hapo tu. Sijafika hata nje ya mtaa wetu. Kila kitu mambo hadharani. Wangu. Mbona nachoka mimi? Wewe acha tu. Yaani nafika hapo, watu wanaongea, wanasema, yaani ni maneno wanaongea hatari. Natamani nimuone hata mwanangu Ajuaye nimwombe samahani kabla sijaondoka. Sijui hata nafanyaje. Nimechoka mimi leo. Ndugu yangu, unataka kuondoka? Na hivi hujala chochote toka asubuhi kumekucha. Inatakiwa kwanza ule hata kidogo, alafu ndio uanze habari hiyo ya kuondoka. Unafikiri kwa Alinda kwa na hamu hata ya kula? Sina hamu ya kuingiza kitu chochote tumboni. Ninachowaza tu aibu hii mimi nitaificha vipi? Kijana, unajaribu kudanganya jeshi la polisi? Unajaribu kumficha mtuhumiwa ndani? Hapana afande, kwani kafanya kosa gani huyu? Ukitaka kujua kosa lake, uje kituo cha polisi Lisaboni. Alafu pia na wewe una kesi kudanganya jeshi la polisi. Sawa sawa? Sawa. Hapana afande, sasa mimi kosa wangu mimi nilikuwa wapi? Uje kituo cha polisi. Sasa mimi kosa Dai, kiukweli kwa sasa hata mimi saizi natamani wewe uondoke. Sitamani kabisa ubaki hapa kwa hali jinsi ilivyo. Lakini inatakiwa kwanza nikuandalie chakula. Ule hata kidogo tu, alafu ndio uondoke. Uwezi kuondoka hivi ujionee huruma hata mwili wako kwanza basi. Lakini pamoja na hivyo, saizi Dai utakiwa kutoka nje. Baki hapa ndani. Yaani hata hapa nje unatakiwa utoke kwa kuvizia. Kwa sababu watakapokuona hapa nje itakuwa shida. Sawa? Na jinsi nitafanyaje sasa? Yaani inatakiwa baadaye jioni tufanye juu chini wewe uweze kuondoka, lakini saa hizi nikuandalie chakula uweze kula, alafu baadaye jioni aje Ajuaye aje hapa uongee naye ndipo uondoke. Lakini kwanza ule kwanza. Sio tunaelewana mpenzi? Sawa? Jipe moyo ndugu yangu. Sawa? Ngoja nikakuandalia kwanza chakula. Sawa? Mbona unakimbia? Na wewe mbona haraka hivyo, unaelekea wapi? Nimesikia Joy yupo kwenye matatizo na niliambiwa kwamba yuko na wewe. Yuko wapi sasa? Joy kapata matatizo? Wewe hizo taarifa mkupatia nani? Taarifa amenipa Catherine. Catherine? Huyu Catherine? Yeye hizo taarifa amepewa na nani labda? Sidhani kama hilo jambo lina umuhimu kwa sasa. Ninachotaka tu kujua Joy yuko wapi. Wewe unasema mimi sina umuhimu wa kujua hilo jambo. Ila kwangu mimi ni muhimu sana nifahamu hizo taarifa amepewa na nani. Aya, Joy yuko wapi? Kiufupi, Ajuaye amekamatwa na polisi. Kwa hiyo tunavyoongea hivi yupo kituoni.
ila ni vizuri wewe ukaelekea nyumbani kwako na mimi nikaelekea nyumbani kwangu. Amekamatwa vipi na polisi? Aliyakuwa yeye ndo amemfumania mamake na Patrick chumbani kwa Patrick. Alafu yeye tena akamatwa wawekwa polisi. Hebu mimi ninachoomba tuende huko kituoni tukamsaidia kumtoa Ajuai. Hivi wewe kumbe unautunjua ubongo eti? Yaani nakwambia Ajuai amekamatwa na polisi yupo kituoni. Unaniambia twende mimi na wewe kituoni. Twende tukafanya nini sasa huko kituoni? Willas, tutaishia jela mimi na wewe. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba utulie. Mbona unaonekana kama hauko tayari kumsaidia mwenzio? Yule si rafiki yako wewe? Sio kwamba siko tayari. Lakini nikwambie tu kitu kimoja. Yaani ukiendelea kung'ang'ania kwamba mimi na wewe tutoke hapa mguu kwa mguu tuelekee huko kituoni, mimi na wewe wote tutaozea huko. Na mimi sipo tayari kuozea jela. Si unanielewa? Hivi wewe Ajuai si rafiki yako wewe? Mbona hauonyeshi ushirikiano kwamba una uhitaji wa kumsaidia? Kiufupi ngoja nikwambie kitu. Ajuai amekamatwa na polisi kwa kosa la mauaji. Amemuua Patrick. Amemuua Patrick? Hey. Mama la mama hilo. Hey. Mama la mjengo. Wewe katulia mwenyewe. Hana baya. Mama mpenzi wa mtu au wa watu. Ila wewe. Vipi kwema? Kwema. Naona umetulia. Sawa. Sasa nyinyi wadada wa mtaa huu au wakaka. Mnapenda sana kuniambafai. Nikiongea neno mnaniona mimi mnafiki, mbea, mshakunaku. Sasa leo usiponiamini, wallahi mamangu mzazi alizipasuke mimi ningechi. Kuna nini? Mbona nichanganya? Unielewi? Utanielewa tu. Wewe kila siku mimi sinakwambia mumeo anatembea na Mariam. Haya leo mumeo yuko wapi? Afu wewe, unajua tabia yako kugombanishi nisha kukataza. Mbona sielewi? Mariamu ametoka hapa mzima kabisa, anajiweza. Cha ajabu saizi unamleta eti umembeba. Ana shida gani? Sije nikapewa mzigo mimi, lakini kiufupi huyu amepata mshtuko. Nimekutana naye njiani. Amepata mshtuko. Kwa hiyo niombe tu tusiongee mengi sana. Chukua hela hii hapa, nenda kamchukulie maji ya baridi dukani. Chapo, fanya haraka. Tabia kwa kusanya maneno yako ya uongo kuja kunigombanisha na mume wangu nimeshakukataza. Uwezo utalipa umezitoa wapi? Na umemwona wapi mume wangu? Haya nikuulize swali. Sasa hizi mumeo yupo kazini. Una uhakika? Ndio, una uhakika jamani wewe. Nishakukataza, unajua hizo tabia. Narudia tena.
Sasa nikwambie dada, mumeo leo niko barabarani na shughuli zangu za kazi za hapa za kila siku, namuona akiwa na Mariam wamekumbatiana, wamebebana, wanazungushana mtaani. Kijua kinawaka. Zile ishi hapo hapo kwanza. Umeona wapi? Nimewaona barabarani. Na sasa hizi ninavyokuambia dadangu. Wapo wanaelekea kwa Mariam. Wanaenda kujilia vitu vyao. Hiyo kazi unaosema yeye yuko, basi kazi hiyo wanaenda kuifanya chumbani kwa Mariam. Twende nipeleke huko ulikowaona. Tulia. Wewe umeniletea habari. Twende nipeleke huko. Yamefikia kupelekana. Umeona saa ngapi? Twende nipeleke huko ambako umewaona. Nimekupeleka, siwezi nikakupeleka sababu nitaonekana mnafiki. Sasa subiri, niwafuate huko nikaoneshe kazi. Utajua jina langu mimi ni nani. Nenda kamuone Kajoli na Sharukani wanavyofanya yao. Kumbe umeshaamka. Unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri. Hivi nimefikaje hapa? Willas ndo kakuleta hapa. Tena kakuleta akiwa amekubeba. Anasema mpata mshtuko. Na wewe Willas mwenyewe uko wapi? Mimi si nilimwacha hapa Willas. Uko ndani hayupo? Basi amenipa mimi hela hapa nikimbie dukani nikakuchukulie maji. Kwa mimi sijui alikoelekea. Basi sawa nakuja. Unakuja unaenda wapi? Funge kwanza mlango. Samahani, habari? Safi. Kwema, mbona tunashtuana bana? Kwema huko ulikotoka? Safi, samahani, kijana mwenye anakaa ndani huko nimemkuta. Huyo hayupo hapa. Huyo hujamkuta. Una shida gani kwani unamuulizia alafu upo tumbo wazi hivyo? Tumbo wazi, tumbo langu mimi sione hivi, yani changamoto, shida moja. Sio kwamba tumbo hili nilikuwa na haraka tu, hapana. Kuna kijana mwenzake fulani hivi waga wakitembea hivi wanatembeaga wapo sana ile wapo wawili. Sasa ile wawili mmoja anakuaga mfupi mmoja mrefu hivi. Ndio waga wanatembeaga sana. Sasa yule mfupi yule kijana ndio namfahamu anakaa hapa. Sasa huyo mwingine huyo mrefu huyo ndio kuna issue. Sasa unajua Kiingereza hiki. Ampata changamoto sehemu nimemkuta. Nikamchukua nikampatia huduma ile wanaita first aid. First aid yani ile huduma ya kwanza. Nikawa nimempatia. Sasa nasema kabla ya kumpatia huduma ya kwanza. Kabla tena. Nimeshampatia. Issue inafika kwamba kuna vitu nitakiwa nimuendelee kumfanyia. Sasa siwezi nikamfanyia kwa sababu hali yake mbaya sana. Anaweza akaanza pale alianza malaria amekufa kogono alafu mwisho wa siku nikalaumiwa. Kwa hiyo nilikuwa namfuata huyo. Nitoke naye hapa. Mguu kwa mguu, ingawa mguu wangu mimi mnene wa kwake mwembamba. Nimpeleke pale akamuone mwenzake ili anipe sasa kibali na fursa. Mimi niendelee kumfanyia matibabu yule. Bila hivi ataenda alafu baadaye hapo wadada waanze kumlilia ametoka bila kuaga. Sasa mzee, wewe unaniita mzee nimetoka na bibi yako? Samahani mjomba. Huyu ajuaye hujamkuta kama nilivyokuambia. Lakini hata huyo uliomwongelea hapa sijampata vizuri. Lakini nilikuwa naomba twende kwanza tukamuone ili tujue tunamsaidiaje. Si unanielewa? Kwa ngoja nimalizie kufunga mlango hapa. Si unaelewa? Wewe unasema hujamjua. Sasa ingoe nawezekana si ningemchukua hata nani leo. Ajuaye mzee, ndo rafiki yake. Yaani toka tutoke. Yaani kama unavyoona yani kiguu na njia mimi na ajuaye ni marafiki. Kwa hiyo hata huyo hawezekani rafiki yetu. Yaani wewe rafiki yako ajuaye. Toka tutoke. Na yeye ajuaye rafiki yake yule. Ndio, yani mimi na ajuaye ni marafiki. Yaani kama unavyojua kiguu na njia. Yaani mimi toka tutoke. Toka utotoni hivi tunacheza mimi rafiki yake. Kwa hiyo nilikuwa naomba twende kwanza tukamwone huyo mtu tujue tunamsaidiaje anko. Nipo chini ya miguu yako. Haya, ila akifika umpe taarifa nilifika. Kumbe tunaondoka wote hata. Subiri nifunge mlango vizuri yani. Hivi unajua wewe uko sawa? Na unaondoka unaenda wapi? Unajua Ajoy amekamatwa hivi kituo cha polisi. Nataka niende nikaangalia ustaarabu wa kumtoa. Ajoy amekamatwa? Amekamatwa kwa kosa gani? Naomba niende ndugu yangu. Ajoy amemuua Patrick. Haya mambo ndo amekuwa makubwa kiasi hiki. Basi sawa, ila mimi siwezi kuacha uende peke yako.
tunaweza kaenda wote. Sawa rafiki yangu, twende. Hapo unapoona hivi nyumbani. Choo kipo nyuma hapo. Kwa hata kama hapo unajisikia vibaya unaweza kaenda. Sema vijana siku hizi mkiambiwa choo mnajua kujisaidia tu. Kuna haja nyingi. Tusiooa sisi kazi yake tunazijua. Sawa sawa mzee. Kiukweli mimi nakatalia muda wote. Unaniita mzee, mimi nimetoka na bibi yako? Hapana, msamahani mjomba. Ila nilikuwa na kitu kimoja mzee. Mimi nashukuru sana kwa hii hali ambayo nimekuta hapa nyumbani. Lakini pia nilikuwa naomba hichi kitu ambacho kinaendelea, naomba usimwambie mtu mwingine yeyote. Iwe siri yangu mimi na wewe. Lakini pia kama kuna kitu chochote ambacho kitakuwa kinahitajika, naomba uniambie mimi tu. Aha. Sawa, mimi nimekuelewa. Swala la siri kuhusu ile ondoa shaka. Hata siku yangu ya kwanza niliambiwa usimwambie mtu yoyote. Walijua rafiki zangu tu. Kwa hiyo hata hii swala kusema kwamba mimi ni siri naweza ikawepo. Sijaelewa. Ila sasa unaniambia nisimpeleke hospitali kwa sababu gani? Kwanza nianze hapo kwenye hao rafiki zako. Hata hao rafiki zako naomba saizi uambie kwamba huyu kijana anaendelea vizuri na ameshaondoka. Usiwajuze chochote ambacho kinaendelea saizi. Lakini pia mzee wangu, mimi najua wewe kuna vitu vingi ambavyo huvijui. Lakini muda ukifika kila kitu nitakiweka bayana. Kila kitu kitakuwa wazi, nitakufahamisha kila kitu mzee wangu. Yani unaniambia kuna kitu ambacho sikifahamu, ina maana kuna vitu ambavyo vinaendelea viko nyuma ya panzia. Niambie mama la mama. Nzuri, karibu. Asante, naona umetulia mwenyewe una amani. Mwaya, karibu tunakula hapa. Asante, nile tena mimi. Mimi sio wakula. Niambie vuvuzela la mtaa. Kuna jipya gani huko? Maana kitu nikikisikia kwako anakuwa buruburu. Siwezi kupoa hata siku moja, mapya yapo tena makubwa na yanayokuhusu wewe. Ndio maana ulikuwa unaniona najipitisha hapo. Nipe kwanza maji ninywe kwanza. Inanusu mimi tena lipi? Haya niambie. Kabisa. Haya sawa. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie katika hilo. Tujitahidi tuwe na kolomeo. Si unaelewa? Hiyo hamna shida mjinali kijana. Hiyo hamna shida. Nashukuru sana. Kwa hiyo mzee, naweza kwenda kumwangalia? Nenda kumwangalia, ila sasa humu ndani haitaki ile anafika mwalimu darasani kukwambia kaa kimya alafu akitoka unaanza humu ndani nahitaji kimya. Upole. Sitaki fujo wala kusikia kelele. Unaweza kumwamsha. Yaani alipo ndani hapo hataki kikombe wala kijiko kidondoke. Haitaki kelele anamuna yoyote. Mzee unajua unanichanganya sana. Unaniita mzee natoka ni bibi yako? Samahani mjomba. Mimi kiukweli nimeshazoea. Wazazi wangu wenyewe nawaitaga mzee hivyo. Kwa hiyo nimeshazoea sana. Kiukweli yani unanichanganya sana yani. Yaani una vitu fulani hivi, siri gani ambayo ipo nyuma yako? Yaani kama vile daktari. Yaani unachotaka kusema wewe, unataka kumaanisha nini? Au nielewe mimi? Yaani kuna vitu naona kama upo navyo yani. Wewe una siri zako za kuhusu mgonjwa ndani huyo? Ndio. Na mimi jibu langu ndogo tu. Siri ya mtunge juae kata, sio kata huyo kusema kwamba hata kisu kinakata lakini diwani. Yaani kata hiyo kata ile ambayo si ndio watoto siku hizi hata kata mzijui. Darasani na mfundisho. Ile ya kufanya hivi baadaye unaiweka kichwani. Hiyo najua, ndio ile inaitwa kata. Na mtungi walikuwa wanatumiaga udongo kutengenezea. Nenda kamuone sitaki kelele ndani. Sawa mjomba. Mimi ngoja nimwangalie kwanza. Haya sawa. Sawa.
Ikiwezekana hata kutembea usitembee. Sawa, nitajitahidi. Yaani mtu anaingia ndani hata kupiga hodi itikisa nimeona mgonjwa wake. Muda mwingine unakuaga na kina wazee wale wa kuiraka tu kwa muda wanaondoka. Unaingia ndani mwa mtu hata hodi. Tabia gani hizi? Sasa mapi yaliyokuwepo yanayokuhusu wewe, kuhusu shoga yako ambao kupika na kupakua ni mama ajuaye, kafumaniwa na Patrick, tena sio na baba ajuaye, na ajuaye mwenyewe. Sasa wewe anakuhusu vipi hapa? Ajuaye akaona hizi dharau, kamtafuta Patrick, kamkinda mibisu, yani inamaanisha kamuua. Na polisi wapo macho, masaa 24 haijapita, ajuaye akakamatwa, yuko rumande. Saizi anatafutwa mtu ambaye chanzo cha matatizo ya haya yote yanayoendelea, ambaye ni nani? Mama ajuaye. Haijulikani yuko wapi, hayuko ndani ya nchi hii. Sasa anatafutwa rafiki yake wa karibu, ambaye ni nani? Wewe. Mnaitana sijui udugu, sijui maBFF, sijui nani. Unatafutwa hapo uliko, muda na saa yoyote Kalandinga linakuja kukuchukua mama. Habari zenu akina dada? Salama. Mimi ni afisa polisi kutoka Lisaboni. Bila shaka wewe ndo Mariamu. Ndio. Unahitajika kituo cha polisi. Anahitajika kituo cha polisi? Ndio. Kesi ya mtu mwingine aje akamatwe Mariamu. Anahusika vipi hapo? Kuna maelezo yanahitajika kituoni, na huyu hana kosa lolote. Sawa. Je, na mimi naweza kwenda kusikiliza? Ndio, unaweza kwenda. Kama nakuona tumbo joto, pressure sio pressure. Limekushuka. Unakuwa na marafiki ambao hawaeleweki. Kazi unayo safari hii. Wewe unasemaje? Ajuaye amemuua Patrick? Mama. Sina mambo ya kurudia maneno mara mbili. Subiri defender likukamate. Na hapo tumbo lilivyokuwa joto hivyo, shoga wewe, sura ilivyokupalala, ilivyokushuka, kama na kuona mafando wanapokuja kukuchukua. Mimi ndo nishakupa habari. Wewe sikilizia tu. Yaani utapokuepo polisi wapo. Hauna haja kunisimulia chochote. Kila kitu nimekisikia. Mama.